dusomere mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma. Pawulo yandikiye Abaroma 12 no kuri 2 12 na mstari wa 2. Ufite Bibiliya ntagatifu nawe araje gusoma aho ngaho muri aba basore bakiri batonza mbona bagira ngo za Bibiliya. Pia na yule na hiyo Bible anaweza kusomera muri uwo murongo kuko nabonye itandukanye n'uyu nguyu. Anaweza kusomea kwa hiyo version nyingine. Abaroma 12 ni verse ya 2. 12 mstari wa 2. Aravuze ngo kandi ntikwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Ufite Bibiliya ntagatifu nawe nasoma. Bibiliya ntagatifu. Kandi ntimukigane ibi bihe turimo. Umva iyo yavuze. Ariko timukigane ibi bihe turimo. Msifuate namna ya dunia hii. Ahubwo muhinduke. Bali mgeuzwe. Mwivugururemo ibitekerezo. Nico cyane ninacyo tuja kwivugururemo ibitekerezo. Kugira ngo muzajye mumenya neza yego ugushaka kw'Imana. Ikiri cyiza icyashimisha nikiboneye. Amen. Dushimiye Imana ise mwami wacu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu Baba wa Yesu Kristo duhaye igitondo cyiza cy'abana b'Imana, anayetupa nafasi hii ya asubuhi njema. Imana yabikoze nishimwe. Bwana amefanya hiyo, ashukuriwe. Dushimiye abashyitsi bacu batuganye. Tunashukuru kwa wageni wametembelea. Kwa papa bavuye muri kiriya gihugu cyo hakurya. Kuanzia kwa baba wametoka nchi za Kongo. Mama bavuye muri Kongo. Wamama pia kutoka huko. Abandi bamaze kwiyegereza bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Na wengine kutoka Bujumbura. Namwe twongeye kubaha ikaze. Na nyinyi tunawakaribisha pia. Dutanze na mpore ku baje bafite ibibazo bigiye bitandukana. Wapa pongezi waliokutwa na shida mbalimbali. Mwihangane, Imana yo mu ijuru ibatere imigisha. Milieni na Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tutaongea neno la Mungu. Aya magambo araremereye muri je. Maneno haya ni mazito kwangu. Nakunze kuyatekerezaho, nimefikiria sana kuhusu maneno haya. Maze mu kihe kirekire na muda wa kutosha. Kiburemere muri je. Akawa mazito kwangu. Habaye nijoro nshaka kuyareka. Nilipokuwa usiku nikaacha nisigusie maneno haya. Ariko tizashoboka. Bali haikuwezekana. Uvuge ngo amen. Amen. Ibuka ijambo Yeremia yavuze. Nikakumbuka neno Yeremia amesema. Bamusiza kuvuga ijambo ry'Imana. Walipomwazibu kunena neno la Mungu. Yisomye ibice 15 na 15 ubuhanuzi bwa Yeremia. 15 na aya ya 15 kitabu cha Yeremia. Yigeze kuvuga ngo Uwiteka we waranshutse nemera gushukirwa. Amesema Mungu umenidanganya nami nikakubali kudanganyika. None maze kuba amenyo baseka. Sasa hivi nimekuwa kicheko kwa watu. Hari impamvu yaravuze ayo magambo. Kuna sababu ilisababisha aseme maneno haya. Yarafite agahinda n'umubabaro mwinshi. Alikuwa na huzuni mwingi. Arongera aravuga ngo kandi ntayavuze. Akarudia tena akasema nisiposema haya haiwezekani. Ati zansa n'umuntu ukingiranyamo niko naje naza ngira ngo mbimpresije ngasa Yeremia aravuga ngo zansa ngaho ari umuriro urumanye mu magufa yanjye. Kama moto katika mifupa yangu. Biba ngombwa yuko tuyavuga. Kawa ni lazima tunene maneno haya. Umuyobozi niko maze kuvuga ngo tukwiriye kuvuga mu gihe gikwiriye n'ikigiye gitakwiriye. Hata kiongozi amesema inatufaa kusema. Ijuku kuvuga magambo. Wakati unaofaa na usiofaa. Muvuge ngo amen. Amen. Muvuge ngo amen. Haleluya. Tugiye kuvuga ngo turavugamo amagambo abiri. Tutasema maneno mawili. Turavuga ijambo rivuga ngo twishushanye na biki. Tusijifananishe na namna ya dunia hii. Amen. Amen. Twishushanye na biki gihe cyangwa sifuatishe namna ya dunia hii. Tusubire tuvuge ngo duhinduke basha kureba abantu bahindutse
tugeuzwe kuwa wapya. Izo ngero nizo tugenda tuvugaho. Hiyo ndio mifano miwili tutaongelea. Ariko umwuka wanyemeje yuko ari jambo tuvuga. Ndio Roho amenielekeza hapo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Biblia dusomya hangaha muri iki gitabo. Biblia mahali tumesoma. Aya ni amagambo akomeye cyane. Haya ni maneno mazito sana. Avuga hejuru yo kutishushanya. Yanaongea kuhusu kutojifananisha. Kuko hari ingero nyinshi muri Biblia zerekana abantu bishushanyije. Maana kuna watu wengi wamejifananisha katika Biblia. Ariko atibagira ku rwego Imana ishaka, lakini hawakufikia kiwango kile Mungu ametaka. Imana irabagaya, Mungu akawagairi. Iranabikisha mugabo. Na tena wamoja wakauawa. Muvuge ngo amen. Sema amen. Turatanga urugero. Tutatoa mfano ku bintu biza bigenda byishushanya. Yale mambo yanaenda yakijifananisha. Biza biduheza mfano. Hayo yanatupea mfano. Turabigarura mu buryo bw'umwuka. Hayo tutaelekeza kwa kiroho. Reka twige agasimba bazabita mayanya kavutani cyangwa se uruvu. Acha tuige kwa hiyo kidudu. Ako kasimba na akasimba kaza kishushanya. Hiyo ni mdudu anayejifananisha. Kandi ako kasimba karagoye tuwo kamenyare na ni Imana yakaremye nico bituma yatanze urugero tuzotugerera mu mikorero. Na hiyo mdudu ni ngumu sana kuutambua. Na agasimba kagoye cyane. Ni mdudu mgumu sana. Ndakavugaho amagambo ane kagira. Tutaongea maneno manne kuhusu hiyo. Muvuge ngo amen. Amen. Nyakavutari hiyo mdudu tigira ishusho. Haina sura. Tigira ishusho. Haina sura. Izigara hantu icyatsi kibisi. Ikifika mahali ikaba icyatsi kibisi. Inashika rangi hapo. Igara hantu humweru. Ikifika mahali peupe kamweru. Na kuwa mweupe. Igara hantu humukara. Ikifika mahali nyeusi kamukara. Na kuwa black. Icho gituma Imana nayo ikanga itanga ndio maana Mungu naye anachukia mdudu huyo. Akasema hii mdudu nimeumba na haina sura. Hii nitachukuliaje? Muvuge ngo amen. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Nitorero katika kanisa Umukristo dufite ubunone. Wa Mkristo tunao siku za leo. Tifite ishusho. Hauna sura. Tifite ishusho. Hauna sura. Ayo magambo yarandemereye mu buzima bwanje. Maneno hayo yamekuwa mazito kwangu. Ibukuri nasimani mbabazi ndavuga ngo Mana mbabare kuri amagambo. Kweli ni kama msamaha kwa Mungu. Mara kile naranze kuyavuga. Ni masiku nimekataa kunena hayo. Hata usiku nimejaribu kugeuza. Lakini Roho akanihakikishia kwamba neno hili ni hili. Akasema tusijifananishe na mambo ya dunia hii. Tusioungana. Kanisa la leo lina sura nyingine. Kanisa tukisema kanisa si plot. Kanisa ni mioyo yetu. Sema amen. Imitima yacu, mioyo yetu ifite ishusho. Ina sura nyingine. Tanto ejo bisengo. Jana usanze mukabari. Na nimekukuta kwa baa. None tuhagaranye mukabari. Na leo tuko pamoja kwa kanisa. Simunaona yeye ndiye mkalimani. Yeye ana sura ya kanisa. Na kesho ni mkute kwa baa. Mtu amemuona hapa na akimkuta huko atasema na sura gani? Sema amen. Hiyo ndio sura iko siku za hizi. Ndio maana Mungu anachukia mdudu huu. Anasema mdudu huyo, chukua sura moja. Uwe na sura moja. Uwe mahali pamoja. Haiwezekani tumikie wafalme wawili.
twaba muri iki gihugu hene nationalite zibiri hata kwa utawala wote katika nchi. Hene nationalite kumfite nogiri yake nakagira ni yako Mungu. Naweza unakubaliwa kuwa na nationalite zinga ziremewe ziremewe mu bihugu byose. Kuwa na uraia mbili. Muvuge ngo amen. Amen. Ariko tena sino siwezi kuwa na watawala wawili. Haiwezekani. Siwezi kumtumikia Mungu na kumtumikia shetani. Hiyo itabishana kila siku. Utawala wa Tasia hawezi kuni ama mkuu wa kijiji hapa nitishe na yeye. Haiwezekani. Amen. Ishusho. Sura. Tusijifananishe na watu. Hiyo ni mdudu mnayo jiufananisha. Ikiwa kama jeshi anayevaa yake. Hiyo mdudu unajigeuza hapo hapo. Na yeye inafanana kama hiyo nguo. Utekeleza kugasimba. Fikiria mdudu unajifananisha na askari wa huko. Muvuge ngo amen. Amen. Nicho gituma. Ndio maana ako kantu kuvuga mukaneshi. Mdudu huyo ili ushinde. Ikibazo gikomeza. Hiyo ni shida kubwa sana. Muvuge ngo amen. Sema amen. Ariko ishusho y'itorero. Lakini sura ya kanisa. Tukwiriye kugira ishusho y'itorero. Inatufaa tuwe na sura ya kanisa. Ishusho y'itorero ko yarisize. Biblia inasema sura ya kanisa. Hivyo ndivyo atakuwa. Hivyo ndivyo atachukua. Muvuge ngo amen. Amen. Tukwiriye kugira ishusho ya Kristo. Inatufaa tuwe na sura ya Kristo. Itorero ndose turusko tungana. Kanisa hili tukwiriye kugira ishusho imwe. Inatufaa tuwe na sura moja. Tukwiriye kugira umwambaro umwe. Inatufaa tuwe na nguo moja. Inatufaa tuwe na msemo moja. Kugira urugendo rumwe. Tuwe na safari moja. Kugira ishusho ya Kristo. Tuwe na sura ya Kristo. Wakikuona waone Kristo ndani yako. Muvuge ngo amen. Sema amen. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Nyakafutari. Hiyo mdudu mu rugendo rwayo katika safari yake wigira dute izishidikanya. Ina sita. Izivuga ngo ngende. Inasafiri kisita. Uzoyitegereza. Ngaruki. Niende ama nisiende. Kama kagira ni uzokitegereza. Hivyo ndivyo kuwa. Uzuwa na ishaganyije kagira ngiragiri. Ukiona natingizika unadhani na tembea na inarudi. Muvuge ngo amen. Sema amen. Rugendo rushamwishu. Katika safari ya kwenda mbinguni. Ni kibazo gikomeye. Hiyo ni shida kubwa. Naratekereje twasari mu mwishu mukomeye. Nifikiria tungali kwa giza kubwa. Bila sasa yuko tuona waisa bagahungura amaso. Tunahitaji wakina Elija wa kufungua macho. Watu ni kama Gehazi na wanaishi miaka kwa kanisa. Hatujajua mahali tunaelekea. Tuende kuomba. Niende kwa kwaya. Nyine mu masengesho ya nimugoroba ya saa 10. Niende kwa maombi ya jioni. Ukuna mufata igihumbi cyanje ne guhahira abana ngitanga. Nitoa ngiri moja ningelemea watoto. Utazinzira. Kwa maana hujui njia. Uzabika. Utasita hivyo. Kuramenye nzira Mungu. Utajua njia. Unajiuliza nifanye ama? Muvuge ngo amen. Sema amen. Uriya mwinzi yaravuze ngo ntabwo ari nzira. Mwimbaji amesema si njia rahisi. Kugira Yesu ntabwo ari nzira yoroshye. Kutembea na Yesu si njia rahisi. Yaravuze ngo songa mbele tu. Na mwingine akasema songa mbele tu. Mkomeze rugendo. Muvuge ngo amen. Amen. Tabusubiri nyuma. Usirudi nyuma. Muvuge ngo amen. Sema amen. Uko abasubiri nyuma. Kwa maana watu wamerudi. Au wameangamia. Biblia inasema tumtazame Yesu. Yeye ndiye wa kuaminiwa. Kuna watu wanarudi nyuma. Muvuge ngo amen. Amen. Mkaloti. Mke wa Loti. Yarameze nk'aba badamu wacu. Alikuwa ni kama hawa wake zetu. Alikuwa na nguo hizo. Alikuwa katika mji mkuu wa Sodoma. Na mji ulikuwa na pesa. Akafikiria. Unadhani amegeuka vile Biblia inasema amegeuka hivyo? Amegeuka kwa mawazo.
Hivi wamesema tuende Swarm. Uko sigi shuti n'abavandimwe bo twabana. Niache marafiki huko. Siga biriya nabagamo zarine. Niache hayo mambo nilikuwa ndani. Ukabara kubira n'abakwewe. Zarangiye twebwe tuwabona abajumba. Yote akamwambia tunaona wajumbe wametupa. Ariko kuko atazareba imbere. Kwa maana hakuangalia mbele. Lakini alikuwa akikimbia na kijiji kinachomeka. Biblia inasema akageuka. Akawa kuwa nguzo ya chuma. Mpaka sasa. Kubera kutajimere. Kwa kusudi ya kutokwenda mbele. Tutohindukira ngo tube nkaboni mangiriya yi. Hata kama sisi hatuwezi kuwa kama hiyo. Lakini kwa Mungu kuna watu wako hivyo. Hiyo sura. Hiyo sura ni shida kubwa. Amen. Amen. Sura ya 3 ina macho kama inaona mahali pawili. Hiyo mdudu ina jicho linazunguka. Naona kama mimi natazama huko mbele. Lakini siwezi jua huku nyuma. Lakini mdudu huyo ina macho ya kuzunguka. Na tena haiwezi geuka kwa shingo. Macho yake inazunguka. Sema amen. Amen. Ugasimba ni kabisa. Hiyo mdudu ni mbaya sana. Simba kasikishushanya. Baya kujifananisha. Biblia zambira ngo habe ni imana yakanga kandi ari wakare. Biblia inasema hata Mungu anachukia. Na Biblia inasema Simba wakitunza bishushanya kwa. Nasema kwa nini unajifananisha? Hayo macho Uyugiza burahindukira ugende hirya. Ukitaka kugeuka kazaga hindurisho kakakureba. Hiyo mdudu inageuza jicho. Hindukira wagira ngo uraturuka inyuma. Ukielekea nyuma amaso yawe agahindukira kakureba. Jicho lake linageuka nyuma. Muvuge ngo amen. Amen. Kureba, kuangalia ni kitu gikomeye muri Biblia. Hiyo ni jambo kubwa katika Biblia. Muvuge ngo amen. Sema amen. Ni kuhareba muri no minsi. Je, unatazama nini siku hizi? Hiyo ni swali siku hizi, unatazama nini? Amen. Sema amen. Biblia inasema taifa la Israeli waliposhindikana, hiyo taifa ilikuwa inamjua Mungu. Walikuwa wamevamia nchi zingine. Unajua wamewashinda wafalme wa mataifa nyingine mbalimbali. Mpaka wakati Balaki amemuita Balamu ili walaani. Na yeye akajaribu hata akashindwa. Acha nikwambie shida ya kutazama. Sura ya leo ya kanisa. Jicho la leo liko kanisani na liko nje. Hiyo ni shida. Akawaambia usijichoshe na mimi nimejaribu. Lakini wacha nikwambie hiyo mtego. Utazame tu. Wende. Amen. Wende uambie binti za Moabu wavae vibaya. Nimejaribu kuwalaani, haikuwezekana. Tunasema waite wasichana wa Moabu wavae vibaya. Pia jinyamazie. Na vijana wao watawatamani. Na kisha watatenda dhambi na wao. Hiyo mission yao ya kwenda huko Kanaani. Nini Joshua na Caleb na Biblia inasema walikuwa ndio. Je, mnajiswali shida ni nini? Aliwatega mtego. Walikuwa ni watu wazima. Nitawapea waangalie. Akaita miti. Akaita mabinti zote. Muvae vibaya. Mumuketi vibaya. Hiyo ni mtego na watega.
Wakafanya hivyo. Barangije Walipomaliza, narasomye nijoro ngo usomye kubara 26. Niliposoma neno ngo amaze ngo Abamowabu baratumira mu gatondo. Abamowabu wakaita asubuhi. Barababwira ngo nimuze tugende tuje gutambira Baali. Wakawaita ili waende kumpea dhabihu Baali. Mungu mkandi kanya ni yali kiteranye cyacu n'ukuntu watu hariya muri tabela. Kama hivi tutaelekea huko tabela. Lakini ilikuwa ni Muje ili muangalie mila zetu. Nimurangiza tuje gutamba Baali kandi hari Peori. Kisha tumpea Baali dhabihu. Hapo ndio kama siege yacu. Hapo Peori ndiyo mahali kikao chetu kikuu. Baremera baragenda. Wakaitika wakaenda. Washitsekera iwe kile yarakoze training za. Walipofika huko alikuwa amefanya mazoezi. Vijana wa Israeli walipoona mabinti zao wakapenda sana. Si nimekuambia. Hiyo ni mtazamo wao ilikuwa kiwaangalia. Amen. Sema amen. Biblia inasema wakafanya dhambi, wakatenda dhambi mpaka wakasema tibihagije. Kijana huyo Ziburi akasema tibihagije na nifai mpeleka huko kwa akamchukua Zoko Zipi akamshika mkono tuende katika hekalu. Akaenda katika hema ya Israeli. Mtumishi wa Mungu alikuwa kinena. Waisraeli wakamwona kwa Zimri. Na Zimri wanakuja. Wakaanza kula katika lango la hema. Sema amen. Sema amen. Biblia inasema wanaume wa kanisa wakaangaliana wakakosa mtu. Wakakosa mtu wa kuongoza. Sema amen. Biblia inasema ukaanza kufanya usharati kwa lango la hema. Sema amen. Kwa sababu ya hasira Finehasi. Finehasi akasema wainjilisti wanaangalia hivi. Wanaketi wamenyamaza. Sinobonaho ikitangaza kiri mbele. Liwe siwezi kuangalia hili. Sema amen. Sema amen. Akaenda na confidence. Akachukua mkuki wake. Akakuja na uhakika wote. Akakuja kwa Zibi na Zimuri. Walikuwa juu yake. Akachukua mkuki. Akampiga hata ikagusa udongo. Watu wakatikisika hapo kwa Mungu. Sema amen. Amen. Biblia inasema mbinguni. Mbingu ikamwambia Moses, simamisha haya mambo. Kuna kitendo kimetendeka. Sema amen. Akasema ni nini? Enda ukachungulie mahali hapo. Kwa sababu ya jicho. Sikusie mambo maina amemfanyia. Kwa maana kijana huyu amesimama. Amen. Tulikuwa tukiongea kuhusu ya jicho. Tazamo wa jicho. Hata atuone. Jicho linaangalia mbali. Kuna ndugu ametuambia. Nikahuzunika sana. Nikalia hapo kwa. Alikuwa akiuza protector. Akaingia mahali. Akakuta mtu. Siwezi kumtaja lakini mtu. Ni mtu kubwa sana. Ni mtu mungwana kwa sababu ya jicho. Alipomwangalia akasikia ni kama mshingo na njaa. Alikuwa na bia hapo mbele yake. Na yeye ni mtu wa area hii.
alikuwa akikunywa pombe. Neno la kushangaza, alikuwa na maraya hapo. Kisha huyo mtu hakumuona. Yeye akashangaa sana, akaingia kwa mshangao. Huyu ni huyu. Na yule malaya alikuwa kwa furaha tu. Akamnyoa, akamwambia yule mtu anakutazama. Jicho limemuona. Alipomaliza akamwambia, alipomuona na yeye, tunafikia mahali pabaya. Yeye akainama. Tunafikia mahali kichwa chetu kinaenda kwa. Akamfunika nguo. Alikuwa amemuona. Jambo la kuhuzunisha. Naye akatoka. Huyo ni mtu mungwana hapa. Jicho limemwangalia. Ni jicho limemwangalia. Tunajua mambo mengi kwa kanisa. Hawezi simama hapa ili useme maneno mengine yasifai. Haifai hiyo. Sema amen. Bwana asifiwe. Sema amen. Ijambo lya kane. Neno la 4. Ako gasimba kagira. Hiyo mdodo iko nayo. Kagira uko mtu kwanza kagenda kafuta. Ina vile inatembea. Hiyo ni sura ya kanisa. Ikitaka kukula. Na kula vumbi. Udongo. Lakini ikitaka kula inatoa ulimi. Na hiyo ulimi wa huyo mdudu ni kama ni sumaku. Kila mdudu inataka kupita. Hiyo ulimi inafuruta. Haiangalia hii ni mdudu wa aina gani. Na inatoa ulimi na furuta mpaka ijaye. Na inameza. Hivyo ndivyo huyo mdudu inakula. Sema amen. Maneno hayo ni makubwa. Ni wale watu wamekuwa wazima. Si maneno hao tutapata pizza. Maneno ya watu wazima. Hiyo ndivyo Roho amenifunulia. Tuongee siku ya leo. Amen. Hiyo mdudu kanisa la leo lina shida kubwa. Linapokea kila jambo lolote. Kanisa la kisasa kila neno lolote. Biblia inasema bibi harusi wa Kristo. Bibi harusi akiolewa. Tumefika kwa tawa. Lakini ungechumbia mchumba. Hata kwa kijiji hangecheka. Hiyo ni ukweli. Hata kwa kijiji kulikuwa na ngombe ya wengine. Alikuwa akienda kwa makuni, wakijua habari kama ni yeye huko. Sema amen. Mtu wa kuelekea huyo mtu si mtu wa kula kila kitu. Kila jambo linalokuja kule. Kama nguruwe ndio inameza hivyo. Kila kitu inameza. Kila kitu inameza. Mkristo anachagua kile kizuri na kibaya. Sema amen. Sema amen. Ukristo, acha niwaambie, Ukristo haikuli kila kitu. Na hilo ulijue. Ukristo haikuli kila kitu. Haiwezekani Mkristo umeokoka
ko ikintu cyose kije mutaki. Kila jambo linalokuja upokee. Ubisasabi. Hiyo inakufaa utapike. Kakuri abagore batwite. Ni kama vile wamama wajawazito. Muvuge ngo amen. Sema amen. Bakamba bangijyo. Hawa wanakataa chakula. Akazinuka kazaki kitaka. Na wengine wanakula udongo. Mzabu wanako baziki kitaka kandi tuzazi. Mnaona wanakula udongo na alikuwa anazaki kitaka tukamkuta kwa muntu w'imyaka 40. Lakini mtoto akila udongo tunampiga. Kubera kizaki cy'abana twaba. Kwa nini? Kituma tuzaza tubakutima. Kwa nini hatuchape wa mama? Muvuge ngo amen. Sema amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Hadizo tukwiriye kurya nk'abakristo bakije. Kuna yale mambo yanatufaa kama Wakristo wameokoka. Tukwiriye kuruka kiti twemeye ko bishabuza. Kuna chakula haitufai kukula. Mkristo anachagua. Anachagua. Ana macho. Ana macho na masikio. Si kila jambo ameze. Muvuge ngo amen. Sema amen. Bwana asifiwe. Sema amen. Kuyoberana. Kujifananisha. Kuyoberana. Kujifananisha. Kuyoberana. Kujifananisha. Kumupaka. Kwa mabishano. Kumupaka bakoze kuri frontiere. Kwa boda huko. Nikamvuga Gatumba cyane niho nabaye. Acha niseme kwa boda ya Gatumba huko ndio nimeishi. Nushi Burundi. Kielekea huko Burundi. Abantu baba kumipaka. Watu wanaoishi hapo kwa boda. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Tibagira ishusho. Hawana sura. Muvuge ngo amen. Sema amen. Tibagira ishusho. Hawana sura. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Iba frontiere. Hao watu huwa wanafanya mambo kwa uficho. Abantu bose bambutsa abantu zamagenda bakora hali muri za migration. Kila watu wanaofanya mambo yoba yararangirije mu bihugu bikomeye. Hata kama amesomea mahali wapi. Ijambo rya mbere kiranga umuntu udafite ishusho. Neno la kwanza linalowatambua hao hawana sura. Naba frontiere. Hao ni wambo wanafanya mambo kwa uficho. Muvuge ngo amen. Amen. Munzu y'Imana. Katika nyumba ya Bwana. Kuna wale wanafanya mambo kwa uficho. Muvuge ngo amen. Sema amen. Kuna wale wanafanya mambo kwa uficho. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Muvuge ngo amen. Sema amen. Bahora nugo. Wanaoga kila mara. Kuko ishusho yabo titigaragaza bo bashiriweho. Kwa maana sura yao haiwatambulishi ni wanani. Igihugu cyabashizeho cyarabashizeho ngo umuntu uzofite visa uzofite cyangombwa ngiri kashe igihugu muzoza mu visa aje. Ariko kubera yuko ndashusho bafite bakabirengaho kubera amafaranga tibemera abakozi babahashize bakorana buri gihe cyose ubwo. Kila mara huwa wanafanya mambo kwa uoga. Munzu y'Imana. Katika nyumba ya Bwana. Abantu bafite ubwoba. Watu wana hofu. Icyo bituma n'Ukristo tunaniye muri iki. Ndio maana hata Ukristo unashinda. Ugakora n'ikintu cyose ufite ubwoba. Unifika mahali unafanya mambo kwa uoga. Nikifika hapa baba ananiguka hapa. Ninafanya hiyo mambo. Sio hawasemi nipe pesa ni mimi. Wakiangalia waongozi wao hapo. Uchunguze hao wote. Anafanya hiyo mambo kwa uoga. Sema amen. Sema amen. Neno la tatu. Bali ya wala kumupaka. Hao wanaishi kwa boda. Tibagira nationality. Hawana uraia. Muvuge ngo amen. Sema amen. Muzimana. Katika nyumba ya Bwana tukwiye kugira nationality. Inatufaa tuwe na uraia. Yureze nazaga mbona tukigira ubuvira nakunda kushimura. Ukiona mahali nimesomea huko na kandi narahambutse birenze ubwira abarundi kuriya n'abana beza cyane. Nimeishi huko. Muvuge ngo amen. Sema amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Ugasanga umukongomani afite nationality, umukongomani wa hali Buvira afite nationality y'u Burundi. Unakuta mtu mkongomani ana uraia wa Burundi. Ugasanga kandi afite nationality ya Kongo. Ana uraia tena wa Kongo. Mbese iyo bagiye gutora hali mu gihugu cya Kongo, wakiwa uchaguzi Kongo, aratora. Naye anaenda bagenda mu kindi gihugu, wakienda nchini aratora. Na yeye anaenda. Kuko tafitisha. Kwa maana hana kuko abantu bagerageza ku kandi abo bantu na hao watu. Muvuge ngo amen. Sema amen.
Muvuge ngo amen. Amen. Ariko nationality y'abizera. Lakini uraia ya waamini. Muvuge ngo amen. Amen. Na amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Ni damu ya Yesu Kristo. Nationality y'abizera. Uraia ya waamini. Mwenye atakuuliza ni ikituranga yuko turi abana b'Imana. Kile kinachotambulisha ni watoto wa Mungu. Sukuzana kade uvuga ngo ikade ni turangana. Si hii kade inatutambulisha. Nationality umuntu akwiye kugishushia. Lakini uraia wetu inatupatia sura moja. Ni damu ya Yesu. Muvuge ngo amen. Sema amen. Ikindi kibaranga na jambo lingine linawatambulisha n'abantu baza babeshi. Hao ni watu waongo sana. Muvuge ngo amen. Amen. N'abantu baza babeshi cyane. Watu wana uongo sana. Muvuge bali abantu bose bambuze. Uchunguze hao wote wanavuka mpaka. Hali ni yakubwira mukavugana amafaranga na mara mnaongea pesa. Marangiza yakugeza hagati nguko utabuyu hazi na ufite ubwoba. Akifika mahali kanda atakama kubira muhali ya ni habi. Na tena anajua anakuambia hiyo mahali na umesha. Na anakuambia nitakuacha hapa. Anaongea mafaranga. Na uongeze pesa. Kubera uko ufite ngini utazi. Kwa sababu ya uoga na mahali haujui. Amafaranga bali mavuga nikatumuombe. Na unaongeza pesa. Muvuge ngo amen. Sema amen. Muvuge ngo amen. Amen. Sura. Usijifananishe na dunia. Hao ni watu wana sura mbalimbali. Hatuwezi ongea tutaenda kumwona mtu jirani. Nikifika kona nimwambie mimi nimetoka. Sura yangu nasema huyu baba wa Tasia. Huyo si baba. Kwa maana sura yake imegeuka. Sema amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Haleluya. Amen. Ishusho. Sura. Abagabo muri Biblia. Wanaume katika Biblia. Ititanga abantu bihindura abandi bagabo. Imesema watu wamejifananisha kuwa watu wengine. Nimesoma usiku. Umugabo wahindusundi. Kuna mtu amejigeuza kuwa mwingine. Haiwezekani awe mimi. Hata avae suti hii ni kama amelazimu hiyo. Si kama tunaona hao unaona sura ni yeye lakini sauti si yeye. Hata mnaona hiyo wanafanya makatuna mama president wanawageuza kwa watu wengine. Hiyo ni maendeleo ya sasa. Lakini Biblia si hivyo. Hii sura tunasema kuna vijana wawili walikuwa ni wa mama moja, Yakobo na Esau. Wakataka kujifananisha kuchukua sura nyingine. Walipofika wakati wa urithi, walikuwa wamewapea mtarehe. Mama akakuja akamwambia. Alikuwa akimpenda Yakobo. Akamwambia baba yako amesema anataka kuaga. Leo ndio nimechungulia hapo. Kwa familia ambapo tunakusanyika hapo. Nina mzazi ni mzee sana, ninaandaa safari ya kuelekea huko. Leo ndio wametuambia na miaka 92. Kandi n'umugabo azashira isindano adashizeho imiwani na angali mzima kabisa, naona vizuri. Umugabo none niho baza batubwira dufite n'undi mushiki wacu niwe mukuru kuri we afite imyaka 105 na tunamdada tena ana miaka 105. Ise wa nyina wa Pastor Tito no mama Manuel bagiye hari mama wa kina Pastor Tito bari ni bajana bacu araku ushe yaku afite imyaka 105. Huyo mama ana miaka 105. Na yeye alikuwa amezeeka. Akasema nataka kuwapea. Baba akitaka kukuaga atamuita kifungua mimba wake. Hiyo ndivyo inaendanga. Biblia inatubwira ngo mwana umvishiko bavuze. Biblia inasema kamwambia umesikia venye wameongea.
Ama zaramubwira ati noneho, akamwambia hivi, aramubwira ngo yigure, ujifananishe, yigure n'ishusho, ujifananishe sura nyingine. Kwa yako na manyoya, ana manyoya mahali pote. Wende ukamchinje mwana wa kondoo. Akikugusa kwa maana hawezi vizuri, ujigeuze kuwa sura nyingine. Ndivyo hivyo itaendeka. Akaenda akamchinja akaleta. Maana mkubwa yake hajukujua. Hizo tarehe zilipofika, akakuja kwa baba yake, akamwambia nipe urithi. Aramubwiraga amagambo yose bazabavuga, akamwambia maneno yote. Aramubwira ati se uko mbanumva ijwi ari Yakobo, akamwambia nasikia sauti yako, ariko nakora ndumva ari Esau, lakini nikigusa nasikia ni Esau. Mwana none tuwambeshe nguko tarakibona. Je, haunidanganya kwa maana hakukuwa haona? Akamwambia uzee ni mimi. Alikuwa amejigeuza sura, naye anamupapasa tena. Baba yake akasema si mimi nimeamua hivyo. Alipomaliza akamupea. Walipomaliza Esau akajitokezea. Alipofika kiongea akasema, alipompapasa akasikia ni yeye. Wazazi ni watu wakubwa sana. Akamwambia mtoto wako amemaliza. Ndogo yako amekudanganya. Na hilo maneno haiwezi rudia tena. Yeye akawa ni akajigeuza kuwa mwanamume mwingine. Sema amen. Unajifananisha kuwa mwanamume mwingine vipi? Unajifananisha kuwa mtu mwingine aje? Unajifananisha kuwa mke wa mwingine aje? Unajifananisha kuwa mke wa mwingine aje? Unajua tendo limetokea. Ni jambo kubwa hata kama wanaongelea Yakobo. Hiyo alikuwa akimgusa hapo. Najua wakati amerudi ameogopa kufika. Mafugo yake na watu wako kukutana mkubwa yangu anaweza kuniua. Najua mambo yamemfikia hapo. Sema amen. Alikuwa akimutengeneza. Usizani ni jambo lingine. Hawezi kukutana na mkubwa yako gari hilo. Alikuwa akimtengeneza. Sema amen. Watu wote wana sura nyingine. Hao hawajabadilika. Na hao inawafaa kuwa na malaika. Hawatengeneze ili waishi pamoja na wengine. Sema amen. Mwanamke mwingine. Msiseme ni wanaume tu. Sema amen. Sema amen. Mwanamke mwingine. Na alikuwa ni mwanamke wa kuhani. Mwanamke wa kina Rehoboam. Akajifananisha kuwa mke mwingine. Nashangaa na mke huyo. Mwanamke wa mfalme. Mwanamke wake akampa ushauri. Walikuwa wamegojeka mtoto. Wakajaribu kumpeleka hospitali ikashindikana. Walipoona haibadiliki. Kuna mtu amesema nitatawala. Na yeye ni haila anaishi hapo. Uende wewe mke wangu. Sema amen. Ujifananishe. Unajua wanawake wa watawala wana mwenendo wao. Huko kwa ufalme. Hata mabinti za huko wanafanana hivyo. Ujivue hiyo mavazi ya ufalme.
Jifananishe kuwa mwanamke mwingine kawaida. Na uende kwa Ahia. Jifananishe, umuulize kama huyu mtoto atapona. Sema amen. Msijifananishe na watu wengine. Wale hamwambatani. Umugore bamaze ngo asora spare. Mwanamke akatoa ile nguo yake. Akaenda safari. Ona venye Mungu anajua mpaka alipotoka huko. Akamwambia hii aliponaye alikuwa amesema. Ona mwanamke amejifananisha. Anakuja kuuliza habari za mtoto. Na sasa yeye hakujua kwamba katika anafika mahali pa kujifananisha. Akikanyaga hapa atamwambia mambo bayana. Sema amen. Biblia inasema nini? Akakuja kwa nabii. Akakuja anakuja akagonga huko, anagonga kwanza mlango. Alipokanyaga kwa mlango hapo, Wafalme wa kwanza 14. Sema amen. Alipokanyaga kabla ya kumsalamia akamwambia mke wa Yeroboamu, kwa nini umejitwika sura ya mwingine na umejifananisha ukakuja kuuliza habari za mtoto wako? Acha nikwambie habari, kwa maana umejifananisha. Umwambie mfalme hivi, huyo ndiye mtamzika peke yake, kwa maana amemtumikia Mungu. Na wengine wote mpaka kwa kifunga mimba, hao wote watakufia huko, watakuliwa na wandege. Biblia inasema atamaliza kabisa, kama vile mtu anatoa uchafu, kwa maana amejifananisha. Kwa maana amejifananisha sura. Kanisa linafaa kuwa na sura moja. Jozi nimeenda mahali nikalia sana. Nikalia. Akasikia kama akauliza Mungu, je, umetumbia nini? Kwa nini umetuumba ili tukutane na shida hizi? Akalia sana. Na hakulia kwa sababu amekosa chakula. Alikuwa akilia kwa sababu ya sura alikuwa ameona. Alikuwa ameona sura nyingine ya kanisa. Mungu akasema, je, kanisa linaelekea wapi? Mvugo. Amen. Tunaangalia sura ya magambo. Tamatisha kwa maneno haya. Mvugo. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Undi mugabo biyoberanyije. Mwingine amejifananisha. Umiruti birindangirize kuri bari. Kwa dakika 2. Isahari. Inasaa. Ntabwo nise iminota. Mvugo masaa yangu. Arakango. Ahabu. Arakango nawe twinjiri tugiye kutabarana nawe Yehoshafati. Tutaenda huko kwa vita na wewe Yehoshafati. Aliko biyoberanyije. Lakini wewe utajifananisha. Kama ni wewe wa Abrahamu. Na alikuwa amealikwa. Na yeye akavua zile nguo za kifalme. Mtumishi anaweza jifananisha aje? Unajifananisha aje? Mtu ana mwito, unaweza jifananisha aje? Akamwambia, umenialika ili ujifananishe, ili ushinde vita. Akavua nguo za ufalme.
yiyoberanyije. Kwa maana amejifananisha. Walipofika kwa Pita wakampiga huku risasi. Usome katika kitabu hicho cha Wafalme. Mtu alikuwa na gari akamwambia nimeumia sana. Sema amen. Kwa maana amejifananisha. Kila wakati watakupiga sasa. Kila wakati utaumia. Kila wakati ukijifananisha utakuwa na hofu. Mvuge amen. Sema amen. Sema amen. Turangiriza kuri aya magambo. Tamatisha kwa maneno haya. Ariko ishusho ya Kristo. Na sura ya Kristo. Umuntu wahindutse. Yule mtu amebadilika. Sikia maneno haya. Umuntu utazawushushanya. Huyo mtu ambaye hajifananishi. Kuna mambo kama mangapi yanayo? Nitataja tu. Umuntu wahindutse. Mtu amebadilika. Yule mtu anatembea kama Yesu. Ana msemo wa Yesu. Ana vile anakaa. Ana vile msemo wake. Ana amri zake. Hata wasio na wokovu wana hivyo. Hata hapo tulikuwa juzi wametuambia wanaume wameamua wao hawatapigana. Kile jambo muhimu kwetu. Nasema leta kidole chako. Na ulete kidole chako. Na uweke katika kinywa chako. Nawe utuweke katika kinywa chako. Atuone mwenye atakata mbio. Kwa sababu ya hasira. Mmoja kaweka kwa kinywa. Hao hata Ukristo hiyo inafaa uchukue uamuzi. Sema amen. Kristo ina uamuzi. Sikuenda hivi. Kama Kiambu. Sikuenda kama Kiambu. Bingu ina ratiba. Bingu ina constitution yake. Sema amen. Watu wamebadilika. Neno la kwanza ukishabadilika. Sema amen. Unatubu. Unatubu. Ni kibazo tufite muri iki kinyejana. Hiyo ni shida kubwa tuko nayo. Ni kibazo kandi arubunga dufite. Shida kubwa na ni ulemavu. Habe natwe abapastori tuvuganye twenye. Hata sisi wachungaji tukiongea sisi. Sasa tungambese utuni nimeze gutu. Tunasema mambo yameendekaje. Nikambabiri zikosa kwa mimi. Acha niwaambie ukweli. Biblia inasema ngo habe na malaika kanisa. Biblia inasema hata wa malaika. Batazama bone kabisa ya malaika wa huko. Ngo bagira mafuti. Hawa na makosa. Ngo nubu hari bamwe babone kumugeze ifra. Hata yekeza niba malaika ijare mbigira mafuti nabo imani zibabona. Fikiria hata kama hawa na makosa. Mutima wale mwana w'umuntu ni uko. Sema mimi mwanadamu ni. Ariko umuntu neza wahindutse. Lakini mtu amebadilika kabisa. Muvuge ngo amen. Sema amen. Azayihana. Anatubu. Uwo basarevira hari. Wakuuliza mchungaji. Tunaanza kugeraho. Watu wanakuja kwako. Anga hanya kontabule afite reka ntange kukungera. Hapa mchungaji ana kitabu. Tuza kwigice cyacu. Tunaiba fungu la 10. Uwo bazarevera hano mu bakristo bahore dufite magana ngahe hano bari bakugeraho. Wakuuliza mchungaji wa Kristo wamemtembelea. Kuba ngani igice cyacu hano bari bahagereka kuvito kuiba fungu la 10. Ariko wewe kwa mkumza kuhata kurasha mwingi. Lakini wewe unakazana tu unaenda mbinguni. Muvuge ngo amen. Sema amen. Muvuge ngo amen. Sema amen. Hapo tukirao tutatuhanira baba. Na sisi kuna mahali tunaenda kuungama. Si kila mahali. Hapo tuzaduchumura. Na sisi tunafanya makosa. Rimwe za muhamagara akavana ngamukira. Huyu mchungaji namuita. Amukatasia. Kuja huku. Kono mvana kurenganyije sino. Kwamba nimefanya makosa. Kuja. Muhe uko kwiye kukiba mukabo. Wewe umeungama wakati gani? Kukiba mukabo. Ngali ukiishi huko. Huyu hano tituzirani. Ndio. Hano sijamnenea uongo, miaka 7 tuko na yeye. Mtu amebadilika. Nikakuja kwa katashi. Ni kama vile ukuta na mama bazalireba ngongiye mukandi kanyu kubibo bafite kama vile wa mama wanajiona ukibo barasubira nienda bambara yandi mahuzu birebe mu biyo kandi bisubiremo kiangalia na kukirebesha bafuyana
kuko bameze neza ariko barasubiye mu hapa wanaeleka lakini wakifika huko watakuwa mu ijuru sasa ile bagati akavuga ngo sino navuganye n'umwana anaona kale karangi akafanana na ile kakivanya ukavuga ngo matoa hiyo umuntu wahindutse yule mtu amebadilika. Jambo la mbele, neno la kwanza huwa ni mtu wa kuungama. Kabiri gramu yazakaja muri dushuru. Hata gramu akiingia kwa baba. Gramu yazakaja muri dushuru kama kwenda kuoga nadhani kama akaja muri dushuru kama mvango nienda Simba kama kwa anasema inawezekana. Akaingia muri dushuru kwa mama babani. Anasoma kabiri gramu masengesho kabiri gramu. Wewe ni nani? Mvuwe kwa amen. Sema amen. Jambo yake. Neno la pili. Mtu wahindutse. Mtu amebadilika. Asayera imbuto. Anazaa matunda. Anazaa matunda. Umuntu wahindutse. Mtu amebadilika. Asayera imbuto. Anazaa matunda. Kandi zo mbuto tuzuzirata. Hizo matunda sio watu wanaona hizo. Tauzuka kundimiza. Hakuna mtu anayesema kama udusana wale wisaka. Hayo ni kama kujisifia. Awali ni watu wako mwenana. Lakini watu wengine ndio wanasema mtu wa imani ana tabia hizi. Kandi igiti cyeze gifite kutoziza. Na mti kitoa mezozira kutoziza zikiranga. Hiyo matunda inatalisha. Ukiona matunda unasema huyu ni mpapai. Mvuwe kwa amen. Sema amen. Mtu wahindutse. Mtu amebadilika. Sasa hiyo yeye huzaa matunda. Mvuwe kwa amen. Amen. Jambo yake. Neno la pili. Mtu wahindutse. Mtu amebadilika. Azamira akakuja kukorema ikamkikorema hiyo twasaga rugo. Ni kama taa. Ni taa. Kama taa. Ni taa. Ni taa. Bimurikira abantu bose. Ni taa la kuangazia watu wote. Muhammad ni taa. Amuone taa hii. Ila ngo nienda tuonerwe twese muri sare. Ili tuangaziwe sisi sote. Umuntu wahindutse azamira kiri taa. Mtu amebadilika ni kama hii taa. Abantu bose. Watu wote. Azamurikira abantu bose. Anaangazia watu wote. Akatara abantu bose akakira abantu bose. Yeye anakuwa kama taa. Mvuge ngo amen. Sema amen. Jambo hili. Neno lingine. Mvuge ngo amen. Sema amen. Azabishitegereza. Yeye ni kielelezo. Azabishitegereza. Yeye ni mfano. Tibishoboka yuko oje imbere y'abantu utarikitegereza. Huwezi kuwa kielelezo na uongozi wengine. Kurya no kubeshanya. Hiyo ni uongo. Kurya tugerageza ibintu byinshi niyo bitunanira ariko iyo wishwe ngo umuyobozi. Wewe ukiitwa kiongozi. Habe ni utoba umuyobozi. Hata usiwe kiongozi. Ndakubwira abantu ngo tukigisha ijambo utazubona utazukurya n'Imana zigwero. Siambie wengine maneno ile hawafai. Kandi bizokunanira muri urugendo rwa mwijuru. Na itakushinda kwa safari hii. Usiambie wengine msiibe na wewe. Usiambie wengine msifanye ushirati na wewe mshirati. Hiyo haiwezi kuwa na nguvu. Hivyo ndivyo inakuwa katika Kristo. Mtu ameokoka. Wewe unakuwa kielelezo. Ndio maana Paulo amesema nyinyi wako nyuma yangu. Mpige hatua mahali na mimi nimeona Kristo. Haiwezekani. Kila mtu namfaa awe kielelezo cha ndugu yake. Katika familia, katika kwaya, katika ngazi yoyote, wewe uwe kielelezo. Neno la kutamatisha. Sema amen. Ukwiye kugira umutima ubabarira. Nafaa uwe na roho ya kusamehe. Ukwiye kugira umutima ubabarira. Roho ya kusamehe. Umuntu wahindutse. Mtu amebadilika. Ukwiye kugira umutima ubabarira. Nafaa awe na roho ya kusamehe. Ukwiye kugira umutima ubabarira. Uwe na roho ya kusamehe. Zateba ikicaha unotinya kwirega izatekereza n'iki. Nafikiria dhambi naweza ogopa kuungama. Unaguye mu cyaha rene. Naguye mu cyaha. Nzatekereza nimba nzatekereza abantu kiza gituma ntombona ifuni. Nafikiria jambo linaweza zuia kupata mimi. Unaguye mu cyaha nasambanye ngatinya kwegera revera kamubwira ngo naguye mu cyaha. Nafikiria naweza fanya ushirati nishindwe ku. Hari ngero hari ibintu bimwe jewe nizanigera kumva ikihari bintu. Kuna mambo mengi sijaelewa mimi. Daudi kama Daudi yaraguye mu cyaha kwa icyaha
amefanya dhambi y'ubusambanyi ya usherati, akaza ku Mana akavuga ngo Mana nasambanye, akakuja kwa Mungu na kuungama, na Mungu akamsamehe, akaenda akamushinja umutwe, akachukua kisu akamuua. Dhambi gani nyingine naweza kusema? Daudi amesema ninakunywa dhambi kama vile maji. Wewe ni dhambi gani naweza kuzuia ili uende jehanamu? Wachungaji hawa wote, hakuna mwenye naweza karibia ili umwambie shida yako. Sema amen. Mtu amebadilika, yeye anasamehe. Ndugu zangu, Biblia inasema tusijifananishe na dunia hii. Tujifunze kwa neno hili. Hata tumeongea kwa uchache, hata tukipitia kwa mithali ama Bible. Rero ni Biblia ivuga ngo kujya mu internet iza yivuga mu muhingo. Biblia inasema simba hawezi bila kila jambo unenwa huwa na kusudi. Niyo tuvuga ngo bisengo mwene data turi hano. Hata ni siwezi kuongea ndugu tuko na yeye. Mutima wawe wenyine nijishe n'umwuka za wamukubwira ngo ico kintu. Lakini roho yako inakuhakikishia kwamba kile kitu. Mimi nimekuwa mtumwa na dunia hii. Ili tubadilike. Tuwe na mambo haya matano. Roho wa rehema, roho ya Kristo. Amen. Amen. Nitukore ivyo vyose. Tukishafanya mambo hayo yote. Habe niyo muri nzira zo niyo tutiga cyangwa ku minuta. Habe niyo tutoboneka mu maservice yose abonetse ngo tuzoza tuyatonda. Hata tuwezi patikana kwa kila service. Mungu anasema yule mtu. Yule mtu ni mwenye haki. Mungu atusaidie.